tusidanganyane. Ni lazima ufanye kafara inayoeleweka. Sasa nisikilize, watu wanachokifanya upande wa giza pindi wanapotaka vyeo. Namba moja, watu wanapotaka kupanda vyeo, level ya vyeo, chochote kile unachokitaka, inatafutwa ngozi ya simba, kwa sababu hakuna mnyama anaitisha isipokuwa simba. Inatafutwa ngozi ya simba, inatafutwa ngozi ya nyati, inatafutwa ngozi ya mamba. Hizi ngozi tatu hizi, simba, mamba, nyati, zinaunganishwa zinakuwa ngozi moja. Zikishatafutwa hizo ngozi, zinalazwa chini, inatafutwa ngozi ya chui, yani ngozi ya chui ya usoni. Inachunwa ile ngozi ya chui ya usoni. Inatafutwa miguu ya nyuma, miguu ya nyuma ya chui. Inatafutwa miguu ya nyuma, yani nyayo za nyuma za mamba. Kisha wanatafuta meno ya fisi ya mbele, kisha vinawekwa pale. Vikishawekwa pale, linachukuliwa jina lako na wewe mwenyewe unalala pale juu ya hiyo ngozi, kisha inafungwa. Ikishafungwa, wanasema kama jinsi ambavyo simba hakuna wa kumsogelea, kama ambavyo mamba anatisha, na kama ambavyo nyati ana nguvu, na kama ambavyo chui ni mkali, basi huyu mtu ndivyo aonekane kwenye kazi, aonekane kwenye cheo, aonekane kwenye shughuli zake. Wewe nani anakuogopa? Huna kitu cha kutisha, huna kitu cha kuogopesha, hauna kitu, hauna nguvu. Ni lazima ifanyike hivyo. Baada ya kufanyika hivyo, vinachukuliwa hivyo vitu. Wewe ukiwa umezungushwa na hiyo ngozi, wanaletwa wanyama juu hapo. Wanaletwa ng'ombe 9, kama watatumia ng'ombe 9 ama watatumia mbuzi 21, wanachinjwa juu, damu inakumwagikia kwenye wale wanyama. Alafu jini anakuwa amekuja pale, anakunywa ile damu ya wanyama wote. Baada ya hapo unakaa siku 3 hapo hapo, unachukuliwa unapelekwa kwenye kaburi la bubu, mtu ambaye hakuwahi kuongea. Linachimbwa lile kaburi, alafu unafukiwa na ngozi zako na vifaa vyako. Unakaa kwenye kaburi masaa 7. Wanasema kama bubu hawezi kuongea, asitokee mtu yoyote kuongea kinyume na cheo chake.